Kwa sababu Yusufu akiwa machungani, alipoona kitu kibaya kinatokea machungani, ndani yake aliporudi kwa baba, ni kama kuna kitu kilichokuwa kinawaka moto kikimwambia Yusufu, jambo 1, 2, 3 sio sawa. Sema kwa baba ili baba achukue hatua za kinizamu mapema. Maana wakiharibika hawa ndugu zako, sio mzigo wa baba. Kuna kesho itakuja ambayo Yakobo hata kuwepo, familia nzima itakuwa inakuangalia wewe. Kwa hiyo usiposema habari zao mbaya mapema, wanapoharibika hawa, maana yake ni shida inakuja mpaka kwako pia. Kwa hiyo tunapoangalia kwa habari ya vita ya kesho iliyobeba kesho kwa ajili ya wengi, vita ya kesho iliyobeba kesho kwa ajili ya wengi, ipo kesho ya kanisa ambayo Mungu anaweza kumbebesha mtu. Huyu mtu akawa na mzigo tu wa kuiombea madhabahu, ana mzigo tu wa kuombea watumishi wa Mungu, ana mzigo tu wa kuombea wachungaji, kuombea wainjilisti, kumwombea askofu. Kwa nini? Kwa sababu kila anaposogea kwenye madhabahu, ndani yake ana kitu, ana muda, ana kesho ya kanisa ambayo imeachiliwa ndani yake. Yuko mtu ambaye Mungu anaweza kumuinua ni kwenye taasisi, alafu ile kesho ya taasisi Mungu akaiweka mikononi mwa huyu mtu. Hiyo taasisi ili iende, kesho yake iko kwenye mikono ya huyu mtu. Unashangaa kila mara anapata mzigo wa kuiombea hiyo taasisi. Hivyo hivyo kwenye level ya nchi, hivyo hivyo kwenye level ya mkoa, hivyo hivyo kwenye level ya wilaya. Kuna watu ambao Mungu huwa anawainua kimaalum kwa ajili ya kesho ya nchi, kesho, alafu anaiweka mikononi mwa huyu mtu. Huyu mtu kila mara anakuwa na mzigo wa kuomba kwa ajili ya wilaya, ana mzigo wa kuomba kwa ajili ya mkoa, ana mzigo wa kuomba kwa ajili ya nchi. Ukiona hivyo, uwe na uhakika kesho ya hiyo taasisi iko mikononi mwako. Ili taasisi ifanikiwe, inakuhitaji wewe. Ili nchi kuna mahali ivuke, inakuhitaji wewe. Ili kanisa kuna mahali livuke, linakuhitaji wewe. Sasa ukiwa unajua Mungu ni amekuweka kwa ajili ya kesho ya wengi, vita yako sio ndogo. Adui hangaiki na wale wengi. Adui atahangaika na wewe, kwa sababu adui anajua kesho ya hapa mahali iko mikononi mwa huyu. Kwa hiyo ili huyu mtu ili tuyaribu au tuivuruge kesho ya hili eneo, tunahitaji kuvuruga maisha ya huyu mtu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yakobo alipoona Yusufu ana kitu cha tofauti kinachomtofautisha kati ya Yakobo na hawa watu wengine, Biblia inasema Yakobo akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Lile neno Yakobo akampenda Yusufu, sio alikuwa anampenda Yusufu kama Yusufu, alikuwa anapenda kile kilichoko ndani yake. Yakobo kama mtumishi wa Mungu alitambua kilichoko ndani ya Yusufu ni tofauti na kilichoko ndani ya Ruben. Kwa hiyo akakipenda kile kilichoko ndani yake, akajua Yusufu ana kitu ambacho hawa wengine hawana. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe.